yoyote, mwanamke yoyote anayependa kwenda kuchukua fomu, iwe ya udiwani wa viti maalum, iwe ya udiwani wa kata, iwe ya ubunge, tarehe 28 tunaanza kuchukua fomu. Kwenye nafasi moja wanatakiwa wagombea wangapi? Watatu. Kwa mfano, jimbo la Lupembe tuna madiwani wa viti maalum 4. Kwenye uchujaji wa majina yanatakiwa yarudi majina 12. Ndio mtakayokuja kuyapigia kura nyie hapa. Na ndio maana tumekuja leo kutoa hii elimu ili mfahamu kwamba watakaochukua fomu wakiwa 30 lazima wachujwe wabaki wangapi? 12. CCM oye! Oye! Matembwe oye! Oye! Lakini baada ya uchukuaji wa fomu yetu ni hii hapa. Utachukua fomu kama hii, utapewa fomu 3, utajaza. Fomu hii haihitaji uchafu, haihitaji kukatakata. Tunawaomba endeni mkawaambie wale watakaochukua fomu. Basi unapochukua hii fomu, ukiona kwamba utakosea, chukua fomu, nenda katoe kopi, jaza kwenye ile kopi, alafu baadaye uje kujaza hizi 3 ambazo hazitakiwi ziwe na uchafu. Ndani kuna maelekezo, kuna jina la mwanachama ambaye atagombea, lakini pia kuna uraia, kuna kuzaliwa kwako, kila kitu, majina ya wazazi, maeneo unayotoka utajaza huko. Lakini pia utakuja na picha 6. Hizo picha tutajaza kwenye hizi fomu zote 3 ili kukutambua kwamba hii fomu ni ya Amina, lakini Amina picha yake ni hii. CCM oye! 25 tunapozungumzia uchaguzi mkuu wa waheshimiwa madiwani, wa wabunge pamoja na mheshimiwa rais, ni uchaguzi wa kipekee. Ni uchaguzi wa aina yake. Sema uchaguzi wa aina yake. Uchaguzi wa aina yake. Kwa nini ni uchaguzi wa aina yake? Kwa sababu sisi wanawake tunahusika. Sisi wanawake tunatakiwa tuibuke kidedea. Sisi wanawake inabidi tuwe na umoja. Sisi wanawake inabidi tushikamane. Sisi wanawake inabidi tuombe. Kwa nini tuombe? Kwa sababu anayekwenda kusimama sasa ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Sio Dr. Samia Suluhu Hassan tu, ni mwanamke mwenzetu. Sio mwanamke mwenzetu tu, ni hodari. Sio hodari tu, amefanya vizuri. Sio amefanya vizuri tu, amefanya kwa ukubwa katika maeneo yote. Wanawake oye! Oye! Mama Samia oye! Oye! Nilikuwa najaribu kumtafakari huyu mwanamke anayekwenda kusimama mwaka 2025, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwenye jimbo letu la Lupembe ana watoto kwenye kata 12. Lakini kwenye kata 12 zote tunaona watoto wote amewatazama kwa haki sawa. Hapo vipi? Hapo sawa. Ameiangalia Mtwango. Vituo vya afya vipo, barabara zimejengeka, na zile ambazo ni za vumbi lakini zimewekwa kwa kiwango cha kokoto bado zinapitika. Ukitoka Mtwango unaweza ukaingia Kichiwa, ukitoka Kichiwa unaweza ukaingia Igongoro, ukitoka Igongoro unaweza ukaingia Ninga, ukitoka Ninga unaweza ukaingia Ikuna, ukitoka Ninga unaweza ukaingia Ikondo, ukitoka Ikondo unaweza ukaingia Ukalao, ukitoka Ukalao Ikwasa pa Lupembe, ukitoka Lupembe unakuja hapa Mfiriga, ukitoka hapa Mfiriga hatuwezi kurudi nyuma, tutakwenda moja kwa moja mpaka Idamba. Tukitoka Idamba tunarudi tena Lupembe mpaka Kidegembye na maeneo mengine yote. Lakini ukipita ni mama ambaye amewaangalia watoto wote kwa uwiano. Hakuna naye mwangalia mwenzake kwamba hii nyama uliochukua ni kubwa, wote vipande vinafanana. Mama Samia oye! Vipande vyote vinafanana. Mwanamke huyu ndiye tunayekwenda kumsimamisha wanawake wenzangu mwaka 2025. Jambo la msingi, usidanganyike. Biblia yenyewe imesema usidanganyike, si ndio jamani? Sembuse sisi wanadamu. Ni waombe wanawake wenzangu tusimame kwa uhodari, tusimame kwa pamoja, tusimame kwa mshikamano, tukamchague mama kwenda kumuonyesha Mama Samia kwamba tunakupenda. Ni waombe wanawake wenzangu, itakapofika tena sasa hivi tu, iwe ni mada nyumbani, iwe ni mada baba anarudi nyumbani, kama ulikuwa unamuudhi kwenye mwezi huu na miezi mpaka Oktoba, iwe ni mapenzi ya dhati. Unamuuliza baba, hivyo unamfahamu Mama Samia? Ni mwaka wetu baba, si unanipenda mimi? Mpende na Mama Samia. Ni waombe, inawezekana haiwezekani? Fua shati, fua suruali, futa na viatu. Ni kipindi cha kujijombaza kwa waume zetu sasa, kwamba baby mambo ni hapa, yani mambo ni, unajua mimi ni mjumbe Chama cha Mapinduzi, kiliniamini kwenye hii familia jamani. Si unaona kuna nguo za Chama cha Mapinduzi? Mme wangu nisaidie babangu. Tukaalike mgoe, inawezekana. Wanawake sisi kuongea na wanaume inawezekana. Sisi wenzenu tuko mbali kama alivyosema katibu. Lakini nyie mko jirani, nyie ndio mko jirani.
Una pengo, hauna pengo, we tabasamu, ukiweza cheka. Uzuri wa mwanaume hata ukiwa una pengo ndo alikuchagua. Uongo kweli? Ndo twende tukawaambia waume zetu, tukamchague mama, wanawake wenzangu, ili tutoke kidedea. Tunazungumzia kwamba usikubali wanaosema tutakwenda kushinda. Tena tunakwenda kushinda, tunashinda kwa kiwango gani? Tunataka tukapate kura za kishindo. Sema za kishindo. Za kishindo. Tunaposema Oktoba tunatiki, achana na haya masuala mengine yanayoendelea. Weka kama upepo. Si ndio jamani wanawake wenzangu? Haya yanayoendelea kwenye mitandao, sisi bwana, unakesha kwenye mtandao. Sisi tunaangalia kitu halisi. Namna hii tunakutana na wanawake, tunaangalia utulivu, tunaangalia nyuso. Tukiwatazama hapa mna hekima na busara. Usiangalie kwenye mtandao. Kwenye mtandao wengine hawana kazi, wameamua kukesha huko, lakini sisi kwa pamoja, tuungane kwa pamoja. Tuseme mama anaweza, kwa sababu alivyovifanya ni vikubwa na vinaonekana. Wanawake wenzangu, mnaweza mkaona kwa nini tunasisitiza kwamba wanawake 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 wanawake. Zamani miradi ya maji ambapo haikuwepo kwa kiwango kile ambacho hakikufikia ubora, waliokuwa wanaathirika ni wanawake. Si ndio jamani? Tulikuwa tunashuka huko mabondeni, najua huku na bonde na huku na bonde, lakini tulikuwa na hatari pia ya kukutwa na vitendo vya kikatili. Lakini mama amefanya, ametutua ndoo kichwani, maji sasa hivi yapo. Lakini wanawake wenzangu, tumeona kwenye masuala haya ya matumizi ya nishati safi. Tumeona wanawake wenzangu, ujue katika kipindi cha Mama Samia ni hatari. Tumejikuta kwamba karibu kila kaya ina gesi. Zamani tulikuwa tunashangaa, eti jamani yani jamani, mfiriga gesi zipo hazipo? Zipo. Lakini kipindi cha Mama Samia, mama anayeona kabisa kwamba mwanamke huyu asipotumia nishati safi, akitumia kuni, unakuta kwamba kuna kansa, kuna magonjwa mbalimbali. Wanawake walikuwa na macho mekundu, imesaa yu manise edewo na mio galiudwike. Wanasema huyu ni mchawi, wengine wanapigwa mapanga. Lakini Mama Samia akasema hapana, wanawake wenzangu nitawatuliza ili wapelekewe gesi. Na ndo mkakati unaoendelea na maeneo mengine yote. Lakini tumeona kwenye vituo vya afya. Zamani mimi nilikuwa naangalia hapa, ilikuwa wa Ukalawa wanakuja barazani, Bakuume huko nao wanakuja barazani. Ndo kilikuwa kituo cha afya cha Lupembe kile peke yake. Lakini kwa sasa mambo super. Mfiriga vituo vya afya vipo hapa Mfiriga. Mama amefanya kwa ukubwa. Mashule ndo usiseme, watoto sasa hivi hawataki hata kurudi nyumbani. Unaweza kuanza kutafuta mtoto kumbe kapo kanacheza darasani. Ni Mama Samia amefanya. Zamani ilikuwa marumaru hizi zikiwepo ni hatari. Ni familia tu zile zenye uwezo mkubwa. Ukiwa wewe wa Mfiriga, mpigie simu wa Madeke, mpigie simu wa sehemu nyingine, muelekeze kwa jamani kuna jambo hili jambo tunatakiwa wote tushikamane kwa pamoja. Na ilikuwa ni vizuri, pamoja na kuwa tumekuja kikao hiki leo, tunaomba ikiwezekana baada ya siku chache, kwa sababu wengi hawajahudhuria, tuitane wenyewe kwa wenyewe, tutambuane. Kwa sababu unayesafiri naye kwenye safari ya kwenda kumuua tembo, unatakiwa ujuane naye. Maana usipomjua unaweza kuchukua mtu mwingine ambaye ameenda kufanya mambo yake huko mabaya, mnavotaka kwenda kwenye safari yenu na kwenda kumuua tembo, tembo anawageuka na waua nyinyi kwa sababu mmesafiri si wamoja, hamjuani. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba ndugu zangu, yani tukawe barua, na hii barua ikawafikie wale wenzetu ambao hawajafanya nini, hawajafika. Sisi tushuke tuje kwenu huko kusudi tukutane nao, maagizo yatakayoagizwa hapa kusudi sisi tutoke naye tuende tukafanye nini, tukayalete maagizo kule. Ila ni ndani ya siku hizi chache natakuwa mkalifanya hilo zoezi jamani. Hata kama mtu ameenda kwenye kinyungu, fanyeni hata siku ya Jumapili. Sisi siku ya Jumapili tutatafuta pikipiki, tutazunguka, tutakuja tawi kwa tawi, ikiwezekana matawi yote yaishe, tukutane nao tuwajue. Hatutaki kwenda kwenye safari ambayo hatujuani. Wamama tusijisahau kuhusiana na malezi ya watoto. Hali ni mbaya. Hali ni mbaya. Hali ni mbaya. Watoto wanajifunza mambo mengi kwa sababu wanapokuwa huru. Sasa hivi sio msimu wa kilimo, si ndio? Ingekuwa kama ni msimu wa kilimo, kile kilichochanganya tunakuwa tunaambatana nao kwenda shambani. Lakini sasa hivi kazi nyingi zimepungua. Uongo akina mama? Tusije tukajisahau. Watoto wetu wanafundishana vitu vya ajabu. Ile Ijumaa ndo tulikuwa na baraza, si ndio? Jumatatu juzi kuna mzazi ananiambia, "Bwana, kuna watoto wamekamatwa uwanjani, watoto wa kiume. Wanataka kufanya michezo yao. Wakashituliwa." Yaani hali ni sijui mnaelewa jamani? Naelewa. Tunaomba tuwabane hao watoto. Kama
walimu wanaendelea kufundisha, basi watoto tuwapeleke shuleni. Unajua namna ya kuwachunga hao watoto ni kama vimbuzi Ndio. Yaani we kitu ambacho ni ngumu, lakini tukiwapeleka shuleni kule watafanya kazi, watachoka. Anaporudi nyumbani anakuwa amepangiwa nini? Kazi. Kwa anakuwa bize. Lakini kuwaacha huru, jamani, tutakuja tujibie. Malezi ya watoto yapo mikononi mwetu akina mama. Tumebeba mimba miezi 9. Pamoja na changamoto zote zile za ujauzito, ile safari ni ngumu na ni ndefu, lakini Mungu alitusaidia tukafika salama. Sasa leo watoto waharibike ili hali tunawaona. Tutajibia nini kwa Mwenyezi Mungu? Tutamwambia nini Mungu? Mungu atakuuliza, nilikupa zawadi. Hii zawadi uliitunza vipi? Kwa ni wakati sasa mimi na wewe kujiuliza, hizi zawadi tulizopewa ambazo ni zawadi bora na ni nzuri zaidi hapa duniani, tunazitendea haki? Tunawapa haki yao inayostahili? Tusiwaache wakazulula, wanafundishana vitu vya ajabu sana. Wanaharibika wakiwa mikononi mwetu. Tuepuke hilo kuja kujibia mbele ya Mwenyezi Mungu. Serikali inatutazama kwa sababu serikali inasisitiza na vitabu vitakatifu pia vinasisitiza kuhusu malezi ya watoto. Tusiwache watoto huru, wasije wakapotea. Tunahitaji kuandaa viongozi wazuri wa baadaye.